Bwana, stori inakwenda kwa jina la lawama ya nani. Kuna mwamba mmoja anaitwa Juma, alimuoa mwanamke anaitwa Asha. Walikuwa wameoana kwa miaka 7 na mwanzoni walikuwa na furaha sana katika ndoa yao, lakini kadri ya miaka ilivyopita matatizo yakaanza kujitokeza. Juma alikuwa amejenga tabia ya kujichua kwa muda mrefu sana, yaani kiasi kwamba afya yake ya kimapenzi ilishaathirika kabisa, iliyomfanya mpaka akapoteza uwezo wa kumfikisha mke wake kileleni kitandani. Bwana, hadithi hii ni kwa wale wadau wazee wa kono la tembo. Kama unavyofahamu, wanawake wamejaliwa uvumilivu sana, yaani Asha akaendelea kuvumilia kwa miaka yote hiyo 7. Bwana, yaani usiombe ikukute, unataka kufikia kwenye raha alafu raha inakata ghafla. Alizungumza na mume wake mara nyingi akimsihi watafute njia ya kitabibu, yaani daktari, lakini hata hivyo Juma kuchukua hatua za kutosha kabisa. Miaka ilizidi kupita huku Asha akiwa na maumivu ya moyo na kutokuridhika kwa ndoa. Bwana, balaa likaanza kuingia mjini, maana Asha kichupa kilikuwa kimejaa sio mchezo. Taratibu wakaanza kujenga urafiki na mmoja wa wafanyakazi wa mume wake anayeitwa Baraka. Ukaribu huo ulianza kama wa kawaida hivi, lakini baadaye ukageuka kuwa uhusiano wa kimapenzi wa siri. Bwana, siku za kufanyani miti yote uteleza. Miezi ilipita na siku hii bwana, Juma alirudi nyumbani bila taarifa kabisa. Bwana, wahenga wameshaandika paka asipokuwepo panya utawala. Juma aliporudi na kuingia chumbani kwake akutegemea kwa alichokiona. Alimkuta Asha akiwa na Baraka chumbani, yaani hasira zilimpanda kweli kweli. Baraka, toka chumbani kwangu mara moja, Juma aliongea kwa ghadhabu. Baada ya Baraka kuondoka, Asha alibaki analia kwa uchungu kweli kweli. Juma alimgeukia Asha na kumuuliza kwa hasira, bwana, kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Asha akajibu huku machozi yakimtoka kweli kweli, kama ulivyomfukuza yeye nami nifukuze vile vile. Nimevumilia kwa miaka 7, nilikuambia mara nyingi kuwa kuna tatizo linahitaji suluhisho. Yaani wewe ulikuwa unachukulia poa tu, na kila nilivyokuambia ukusikia wala nini, na sikutaka kufikia hapa kabisa. Nimechoka kuishi bila furaha katika ndoa. Bwana, yaani kwa maana halisi ni kwamba Asha alikuwa kama mbwai tu. Maneno hayo mwanangu yalimchoma Juma sana kutoka moyoni, na kwa mara ya kwanza akaanza kutafakari kwa kina nafasi yake katika matatizo yote ya ndoa. Asha anakusanya nguo zake taratibu huku akijiandaa kuondoka nyumbani. Juma amebaki sebuleni akiwa analia mwenyewe, huku akijiuliza ni wapi mambo yaliharibika. Usiache kusubscribe na kufuatilia chaneli yetu ya simulizi za kweli. Tuwe makini na matatizo ya ndoa, tusiyadharau kabisa.